Halo, leo napenda kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa sticky protein. Sticky protein ni protein ambayo imeonwa kwamba inakwenda katika pancreatic beta cells na kuzuia isiweze kuzalisha insulin vya kutosha. Na inaweza pia ikafanya kabisa na ikakwamisha uzalishwaji wa insulin. Hizi ndio sticky proteins. Hizi ni chunguzi za kisayansi ambazo zimefanywa masiku haya, na hiki pia ni chanzo miongoni mwa vyanzo vya ugonjwa wa kisukari ama diabetes type 2 hasa upande wa diabetes type 2. Sasa leo napenda kuwaambia kwamba hali ipo na inaweza ikawa ni sawa kwa ajili hizi ni chunguzi za kisayansi kwa muda mrefu na zimekubalika. Sasa hapa napenda niwashauri. Isiwe kwamba tukajua kwamba sticky proteins ndio chanzo cha matatizo na sisi moja kwa moja tukaona kwamba tunaweza kutumia sukari kwa ajili sukari sio tatizo, bali tatizo ni hizi sticky proteins. Hapana. Endelea kuwa na ethics na nidhamu ya utumiaji vyakula, hasa sukari usitumie. Punguza ulaji wa vyakula vya carbohydrates. Punguza ulaji wa matunda kwa ajili pia matunda yana fructose ambayo pia nayo ni sukari. Lengine pia napenda kuwashauri ama kuambia nini utumie ili uweze kupambana na hizi sticky proteins. Unaweza ukachukua kitunguu maji kimoja, kata katikati, chukua kipande kimoja, chukua na maji ya mils 350 mpaka 400, chemsha vyema dakika 9 au 10. Baada ya hapo, toa, chuja, chukua kipande cha limau, kamulia, kunywa. Hii inaweza ikaondoa zile sticky proteins ambazo zinakwenda katika pancreatic beta cells na kuzuia uzalishwaji wa insulin. Na tunajua kwamba insulin ina umuhimu gani katika miili yetu. Inasaidia kuweza kufanya glucose level kwenye damu isiwe nyingi. Inafanya kwamba inakwenda regulate ile sukari ambayo imo kwenye damu. Kwa hiyo kama pancreas yako haizalishi beta cells na beta cells zikawa zinamalizwa na sticky protein, moja kwa moja utashindwa kuzalisha beta cells na utakuwa tena hauna insulin, na hii ni tatizo na ni janga. Tumia hiyo chai niliyokuambia angalau kwa siku mara 2, itasaidia sana.